Tunapokumbuka siku hii ya kuzaliwa kanisa letu la Kilutheri, tunapewa somo la kutafakari kutoka Isaya sura ya 41 mstari ule wa 6 mpaka wa 7. Wasomaji wazuri wa Biblia mnafahamu ya kwamba kitabu cha Isaya kimegawanyika kwenye vitabu vitatu. Mwaka jana nafikiri somo hili tulipewa tena muda fulani, sio kwenye sikukuu kama hii, lakini nakumbuka kuna mahali nilitafakari pamoja na ndugu niliokuwa nao wakati huo. Sehemu ya kwanza ni kutoka Isaya 1 mpaka ile 39. Kinaitwa kitabu cha Isaya wa Yerusalemu. Ameandika akiwa Yerusalemu. Lakini Isaya 40 mpaka 55 anaitwa Isaya wa uhamishoni. Lakini Isaya ile ya 56 mpaka 66, sura 66, anaitwa Isaya wa nyumbani, au taifa la Israeli limerudi nyumbani. Kwa somo tunalopewa leo lipo pale katikati. Israeli hawako tena kule nyumbani Yerusalemu, wako uhamishoni, wako kule utumwani. Ndipo tunapewa somo hili ambalo tumelisoma kutoka Isaya sura hii 41 mstari ule wa 6 mpaka ule wa 7, unaosema wakasaidiana kila mtu na mwenzake. Kila mtu akamwambia ndugu yake, uwe na moyo mkuu. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamuhimiza yule apigaye fuawe, akiisifu kazi ya kuunga, akisema ni kazi njema, na akaikaza kwa misumari isitikisike. Hiyo akaikaza kwa misumari isitikisike tutaisema baadaye. Nataka nikaze maneno machache katika somo hili. Sehemu ya kwanza inasema wakaimizana, wakasaidiana kila mtu na mwenzake, wakatiana moyo na mambo mengine na mengine na mengine. Kila mmoja anamwambia mwenzake awe na nguvu, awe na moyo mkuu. Mambo fundi afuae naye, wakasaidiana katika kazi yao, wote waliotajwa pale mahali. Maneno haya ukiyasikia kwa mara ya kwanza, na hasa kwa siku kama ya leo ya kukumbuka namna ya kushikamana na kulijenga kanisa, au namna ya kuwa na kanisa moja, au namna ya kuwa na umoja, ukasikia wakasaidiana, unaona kama vile ni maneno mazuri. Wakashirikiana ni kama maneno mazuri. Usipotafakari au usiposoma sura hii yote, hata ukaanzia kule nyuma, utaona yalifaa na alistahili kutokeza. Kumbuka hao watu walikuwa utumwani wakati ule, ndipo wanatokewa na Bwana, anasema nao, wanaona kama kwamba walimwacha Mungu. Sasa wao wakaanza kusitizana kwa haya tuliyosoma. Hawa watu walikuwa wanahimizana, lakini si katika jambo dogo, na mbaya zaidi si katika jambo jema. Ni taifa la Mungu, wako utumwani, wanahimizana, wakisaidiana, wakitiana moyo, lakini si katika jambo jema. Unaweza kusema kwa nini si jambo jema kama kushirikiana na kutiana moyo? Ni kweli kutiana moyo ni vizuri, kusaidiana ni muhimu, kuhimizana inapendeza sana. Issue inakuja, mnahimizana katika nini? Mnahimizana katika nini? Naweza mkahimizana kwa kusema, naweza mkahimizana kwa ishara, lugha ya ishara au lugha ya alama. Naweza mkahimizana hata kwa macho, mkaangaliana tu, mkafinya macho hapo, ukaona hapa ni namna ya kuhimizana. Au ukatikisa kichwa tu hivi, ndio ukaona ni namna ya kuhimizana. Mwingine akakuangalia tu ukapeleka kichwa hivi juu, akaona ni namna ya kuhimizana. Mnahimizana katika lipi? Mnahimizana katika yapi? Hawa walikuwa wanahimizana katika uasi, wala si katika mema mbele za Mungu. Wanajaribu kutumia akili zao kwenda kinyume na Mungu. Walipoona nguvu ya Mungu na uwezo wa Mungu
wakaanza kuambiana kwamba sasa tutengeneze sanamu tuliabudu. Nataka kumwacha Mungu yule aliyewatoa kule mbali, watengeneze sanamu waliabudu. Ndio maana unaambiwa seremala naye alichukua misumari labda na mbao, mwingine sijui nini labda wakupaka dhahabu, sijui kupaka nini, watengeneze sanamu watakaoiabudu. Wanataka kumwacha Mungu. Kwa hiyo Israeli wako uhamishoni. Mungu anajitambulisha kwao, wanamwona kama ni Mungu asiyefaa. Maana kama ni Mungu anayefaa asingewapeleka kule utumwani, kule uhamishoni. Yeye anawaambia ndiye hakimu wa dunia. Anawaambia katika mistari, ukiendelea kusoma, anawauliza ni nani aliyefanya na kutenda haya? Wao wakiwa bado wanatafakari, anawaambia ni mimi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo hofu inawashika, wanatengeneza umoja wa kibinadamu bila Mungu ili wajiponye. Wanahimizana kujenga kitu cha kujiokoa, wanatengeneza sanamu. Wakaanza kujenga sanamu, wakahimizana, wakatiana moyo, uwe na moyo mkuu. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu, na wengine na wengine na wengine. Mimi niliposoma kwa mara ya kwanza niliona ni somo zuri, ni rahisi. Kwanza ni kuhimizana, kushirikiana. Tunakumbushwa vizuri katika wakati huu au kipindi hiki cha kusherehekea miaka 63 ya KKKT. Lakini nilipoingia ndani nikaanza kutafakari, sema kumbe alikuwa anahimizana katika uasi, katika mambo mabaya, kwenda kinyume na Mungu. Nikaanza kujiuliza, labda nikuulize na wewe leo, umewahi kushawishiwa kuingia katika umoja wa uasi? Upo na wenzako, unafikiri mko vyema, mkaanza kushawishiana, mkaingia katika mlengo au ushirika wa uasi, pengine kwa matakwa ya kibinadamu, ili mpate kitu fulani mnachokitaka, au kwa kufuata mkumbo tu. Watu wamesema tupite huku na wewe unataka tu upite huko, au kwa kujali maslahi na ubinafsi wako, ukahimizwa na ukaingia kwenye mkumbo. Kama hapa ndio walikuwa wanahimizana, fanya, wanatiana moyo, wanatiana nguvu kwa ajili ya matakwa yao ya kibinadamu. Wanataka wajiepushe na huyu Mungu mwenye haki, Mungu ajuaye yote, Mungu asiyeficha kitu chochote katika maisha ya mwanadamu. Badala ya kujisalimisha kwa Mungu, wanakimbilia kutengeneza sanamu. Wakatumia nguvu nyingi, ujuzi na kujitoa kwao, wakajitoa sana, wakidhani wanatengeneza Mungu wao mzuri. Wamkimbia huyu Mungu aliyewatoa kwao na kuwapeleka kule utumwani. Kazi hii tunaambiwa waliifanya kwa umoja wa hali ya juu, lakini ilikuwa ni kazi ya uasi mbele za Mungu. Na kusema uongo hakufikishi popote, hilo ni sanamu tu. Kusingiziana hakuwafikishi popote, hilo ni sanamu tu. Kuchafuana na kuneneana mabaya hakutufikishi popote sisi, hilo ni sanamu tu linalokazwa kwa misumari na wala halitadumu. Kutengeneza umoja wa uasi hakutufikishi popote, hilo ni sanamu linalokazwa kwa misumari na ninawahakikishia haliwezi kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya mambo yanatokea hata kwenye sharika, unajua. Yanatokea kwenye majimbo, kwenye mitaa. Watu wanaongozwa na kiongozi, wanaanza kuhimizana namna ya kumwasi. Wanaambiana hivi na hivi. Sasa katokea mtu anafanya kazi nzuri kwenye usharika, kwenye jimbo, kama tutakayemuingiza mkuu wa jimbo leo kazini. Wengine wanajiandaa na kutengeneza kikundi cha kutesa, kuwa watesi. Wanaanza kutesa watumishi. Sema huyu, wanakuwa na wakwao, pengine hata kama yupo tu pale, aonekani kwa macho kawaida, lakini wanaye sio yule ambaye yuko pale rasmi. Wengine wamejeruhi wenzao kwa kutengeneza sanamu hizi za kukaza kwa misumari. Wengine wamewaumiza wapendwa wao, hata ndugu zao, hata kwenye familia. Anamuumiza mtu kaka yake, muumiza dada yake, muumiza jamaa yake na ndugu zake, kwa ajili ya kujitengenezea sanamu hili la kukaza kwa misumari, kwa chuki, ubinafsi na matumizi mabaya ya ndimi zetu. Tumezitumia visivyostahili. Rahisi ni kujisalimisha ili tuzitengeneze sanamu ya kujificha. Sanamu za umimi. Umepewa nafasi na Mungu, pewa labda kanisani,
umepewa serikalini, umepewa kwenye jamii. Baada ya kuitumia nafasi hiyo vizuri, lakini unaanza kujitengenezea sanamu kwa kufunga kwa mbao na misumari. Umepewa vipato, umepewa karama mbalimbali, Mungu ametupa vipawa, lakini havisaidii kulijenga kanisa la Mungu na kuliweka pamoja kama ambavyo tulipaswa kufanya. Tunafanya mambo mengine, hatujisalimishi, lakini tunajiachilia kule tunakojua sisi, baada ya kujiachilia kwa Bwana wa kanisa. Hawa watu walikuwa pamoja, lakini hawakuwa pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wao walifikiri wako pamoja, lakini hawakuwa pamoja na Mungu, sababu walikuwa wanafanya ya kwao. Hawakutaka kujisalimisha wafanye yale ambayo Bwana alitaka kuyafanya. Muda mwingi katika maisha yetu, ubinadamu umetukuta, tumefanya ya kwetu, lakini baadaye tumesimama kwa viburi. Tumesahau hata kutengeneza na Mungu, kama kuna mahali nilifanya pasivyo stahili. Kama hawa ndugu walikuwa wakikazana, wanaona kabisa wameshaasi, wamemwacha Mungu, wanatiana moyo. Huenda tuliposoma neno hili au tulipolisikia kwa mara ya kwanza, ulivutiwa sana na maneno haya. Wakasaidiana kila mtu na mwenzake. Ni ili wafanye nini? Ni ili wajenge uasi. Wakatiana moyo. Tukasahau kuuliza, wanatiana moyo kwa kusudi lipi? Tuliposoma, kumbe walikuwa wanaandaa uasi. Si kila umoja ni umoja mwema, na si kila umoja umebeba kusudi la Mungu. Hapa mimi nimejifunza jambo kubwa sana. Kwanza, jinsi mfalme anavyoweza kuongoza watu akidhani watu hao wako sahihi. Unaongoza watu nafikiri wako sahihi, kwa umoja na kwa wingi, kumbe wamejitenga na kweli wamemwasi Mungu. Babeli walikuwa na umoja hawa watu, lakini kumbe roho ya uasi iliwatawala. Wajenzi hawa wa sanamu walikuwa na umoja, lakini si katika kumkaribia Mungu. Walikuwa na ya kwao, wala walikuwa wamkaribii Mungu. Walishaacha kusudi la Mungu, walishaacha kile kinachopaswa wakifanye katika maisha yao. Kanisa leo haliitwi kujenga umoja kwa kuzingatia hisia zetu, kwa kuzingatia maslahi yetu. Wale wazee 7 hawakujali hisia zao na maslahi yao. Hawakujali mihemko wanatoka wapi. Hawakujali kabila zao na lugha zao. Hawakuwa wabinafsi hawa wazee 7. Hawa wazee 7 hawakujali lugha zao. Waliangalia maslahi ya mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana leo tumetoka makanisa 7 mpaka makanisa 28. Babeli walipojaribu kutumia lugha inayowaunganisha, Mungu akawasambaratisha, kwa sababu walikuwa wanatengeneza uasi. Kila wakati unapotaka kufanya kitu kwa matakwa yako sio kimungu, jaribu kumkaribia Mungu, utengeneze. Tunaitwa kujenga umoja wa kanisa chini ya neno la Mungu. Neno la Mungu likawe kiini cha kila unalolifanya katika kanisa. Mchungaji Simoni, wewe unaitwa kuwa mkuu wa jimbo hili la Kusini Magharibi Ushetu. Utapewa wachungaji wa kuongoza, wainjilisti, wazee wa kanisa, washarika, walimu wa Sunday school, watoto wa Sunday school, na wote watakuwa chini yako. Siende kuwaongoza kwa kujali hisia zako. Usiwaongoze kwa kujali maslahi yako. Usiwaongoze kwa kujali miemuko wala ubinafsi wowote. Usiwaongoze kwa kujali lugha zao wanazoongea. Wewe ukalisimamie neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukawaongoze wenzako bila chuki wala kuwabagua wala kujali kitu chochote katika maisha, ukimtanguliza Kristo. Ukaendelee kuliunganisha kanisa kuwa moja kama walivyofanya waliotutangulia katika kulijenga kanisa la Kristo. Ukaonyeshe mfano katika maisha ya Ukristo. Ukaonyeshe njia ya kuiendea. Ukawaonye panapobidi kuonya na kuelekeza, bila kuonea mtu, tena bila hila. Huu ni wakati wa kujenga umoja wa kweli wa kanisa la Mungu. Si kujenga umoja kwa kutumia misumari ya seremala inayoshikilia sanamu kwa muda, bali umoja wa msalaba
unaomshikilia Kristo, si wa nguvu za kibinadamu, bali umoja wa neema ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Leo hii hata baada ya miaka 63 ya KKKT hatupaswi kujivuna kwa idadi yetu. Jana au juzi jioni tulikumbusha tukiwa Arusha, katuambia unajua kanisa lilipoanza inakadiriwa walikuwepo Wakristo nchi nzima, Wakristo kama 500,000 hivi wa Kilutheri, lakini leo tunapoongea ni karibu zaidi ya milioni 9, karibia milioni 10. Hiyo haipaswi iwe ni sababu yetu ya kujivuna kwa idadi wala kwa mali zinazomilikiwa na kanisa. Tukifanya hivyo itakuwa ni kupigilia sanamu misumari inayodhani inalishikilia, kumbe baadaye sanamu hili litaanguka. Tuwe na umoja unaojengwa katika Mungu mwenyewe, umoja unaojengwa na Bwana wa kanisa, umoja unaojengwa na mwanzilishi wa kanisa mwenyewe Kristo, umoja unaojengwa na mlinzi wa kanisa, na umoja unaojengwa na mmiliki wa kanisa. Umoja wa kweli unaolijenga kanisa umejengwa katika toba na msamaha. Ukikosea useme nimekosea, ukiharibu useme Mungu nimeharibu, utubu ili utengeneze, si katika kutengeneza umoja wa vikundi ili kulijenga sanamu kwa misumari na mbao ambavyo havidumu. Zamani walipokuwa shida, walipata shida wachungaji. Wa kwa majimbo. Watu wakikaa na mtu akimchoka kidogo kwenye sharika na majimbo, wanakaa wanaita mtu alikuwepo anaitwa mzee kiongozi. Mshukuru Mungu katiba yetu iliondoa. Anaitisha baraza la wazee, anasema huyu vipi? Sema huyu bwana ni kweli anahubiri, utunzaji kichungaji ni mzuri, anafanya hiki na hiki na hiki na hiki, lakini hatuoni maendeleo. Sehemu moja tulikuwa tunaongea tukasema, lakini kwenye katiba haijaandikwa kama ataangalia na maendeleo ya usharika. Yeye mambo akahubiri neno, na anapobarikiwa tunaambia ukahubiri neno. Baadaye wanaandika au wanampigia simu askofu, anasema askofu njoo uchukue mtu wako. Wewe sio mtu wa askofu, ni mtu wa Mungu aliyeletwa kuongoza kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tushikamane, tujenge umoja ili sisi tukafanya haya ambayo walifanya ndugu zetu watu wasoma katika Isaya sura hii ya 41 mstari huu wa 6 na wa 7. Mambo haya walioyafanya ilikuwa ni uasi mbele za Mungu. Kila mmoja lazima katikati yetu akumbuke toba, kuponya, msamaha unaoisha nafsi. Na pamoja tukikaa na kutulia, tukalijenga kanisa, tukitawaliwa na maisha ya toba na maisha ya msamaha, kanisa la Mungu tutaendelea kuwa na mshikamano na kukua. Na zaidi ya yote tutalijenga kanisa la Bwana ambaye ni Bwana wa kanisa kama yeye alivyotuagiza. Ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.